Nisaidie nikuwe chombo, nikawafundishe watoto wako jinsi unavyotaka. Nipe neema na kibali, nikafanye kazi na nikafanye matendo yanayotokana na nia zako. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Yes. Geuzia hii, nisukumie hii, ingie ndani, iangalie huko. We are continuing with our morning teachings, and tulikuwa tuna understand, ni lay ground ya ku understand what is a calling, the effects of a calling, and why this calling is a calling. Because a calling is a calling because it is a calling. Ni kuitwa, umeitwa, ni mwito. Bwana Yesu asifiwe sana. So nimelay ground in the morning. That's about to come now. We laid a ground to understand what is a calling. Na understand tukajua mambo mingi ambayo tunapitia sasa. Tunapitia shida nyingi not because we deserve to kupitia hizo mashida, lakini tuko na vichwa vigumu sana. We don't understand. We don't allow God to do his will. We don't allow God to perfect us. Because all that we do in our life, it is only that we need God to perfect his will in us and remove everything that belongs to us so that his will may work in us. When the will of God is working in you, you become perfect in him. Through Christ, you are made perfect and whole. Praise be the name of God. Therefore, it's very important for us to understand so that we may be able to know why are we facing. Because most of the challenges we are facing, sio challenge ambazo zinafaa kuwa na sisi. We are facing challenges ambazo ni sisi wenyewe tumejitakia. Ni kuitwa tumeitwa, lakini tunafikiria ni kurogwa tumerogwa. Ni kuitwa tumeitwa, lakini tunafikiria ni anko anakuananga na kuangalia na jicho baya. Ni kuitwa umeitwa, lakini unafikiria ni yule mwanamke ulioa ambaye anakuangalia ama hakutakiagi mazuri. Ni kuitwa umeitwa, lakini unafikiria your husband has been an obstacle. I want to tell you today, whether you are married or not, katika hiyo doa yako ambao uko, bwana yako hawezi kuzuia the calling that is in you. Mke wako hawezi kuzuia the calling that is in you. If God has called you, whether I refuse to give you permission, the call will find its way and it will work. Bwana Yesu asifiwe sana. It will find its way. Kwa hivyo usishinde ukituambia ati bwana yangu ndiye ananizuia, bwana yangu ndiye amefanya, kama si bwana yangu ningekuwa. I want to tell you today, your husband has no power to stop it. If God has called you and your husband becomes an obstacle, God will finish him for the sake of his kingdom. Atakufa, atagojeka, ama atakuwa reprimanded, akaege na ugonjwa permanent. Yeye ashidage hospitali na hana pesa, inategemea sasa ndio anakuambia si uombe Mungu wako atusaidie. Na unakuta amekufungulia milango kwa sababu anakuambia omba Mungu wako. Hii maneno. Na ukienda nje kuomba, unakuta ukirudi mzee anakuambia nika yomode datida wegai. Tena kesho ukitoka, ukirudi, umode angane datida wegai okiraira. Baka anakuambia ndugithiaga nigetha tondu nganiguo ndiragiriro. Mwathani agoshwo. Bwana Yesu asifiwe sana. So do not be worried of that man that has been an obstacle. Do not be worried of that person that is they're stopping you from going where you are supposed to go. Because that one does not. Usidanganya mtu ati ni kazi. Usidanganya mtu ati mimi niliandikwa kazi na sasa hii kazi si unafanyanga kazi ya sade. Hapana, hiyo ni upuzi uko nayo. Nobody can stop a calling that is in you. If God has called you, he has called you. You are never called if there is no purpose. You are never. He must give you a purpose. And when you have the purpose of God, you walk according to the plan of God. And you walk according to the season and times of God. You will never do anything if you are out of the season. You will never become anything if the season is not for you. It must be the season is for you. So wait. If nothing is happening, don't push it. If your preaching is not picking, don't push it. If your singing is not picking, don't push it. If your marriage is not working, don't push it. Allow it. Give it time. It will come to pass. If your ministry, God called you, yes. They have prophesied. Kila mtu ameprophesy. People have prophesied all over the world. Don't push it because there is a prophetic word. Just align yourself with God, and God will align himself with his plans. And the plans will be with you. Nobody and nothing will stop you from becoming. Bwana asifiwe sana. Because there is a purpose. Mwambie mwenzako, there is a purpose of God calling you.
So what happens? God will allow your will to fail if he has called you. For you to know that God has called you, he will allow your will to fail completely. He will make sure you cry. If you have not cried, ujue haujajua, hujafika mahali unahitajika. You will cry definitely. Things will be so tough on you until you think that God does not exist. That is when you know this is the will of God. Hallelujah. When you be left isolated, when you be left alone, you'll be walking alone. Nobody is aiding you. Everywhere you go, they chase you. Everywhere you go, they refuse to even listen to you. That is when you discover this is the will of God. Kama haujafika hapo ya kutengwa na kila mtu na kuonekana ni wewe ni kama mchawi, ukienda watu wanasema wewe ni mchawi, ukiandikwa kazi mzima, the whole institution wanakuidentify wewe kama wewe ni mchawi, that is the time you come to know this is the will of God. Kama haujafika, if you have not cried because of that calling you are saying, you are not yet there. Kama haujamwaga machozi, you are not yet there. So wait for the time to come. For you to know the time is ripe, ni wakati utamwaga machozi kwa sababu ya hiyo calling. Ni wakati utatoka hapa uende Mombasa, ukute watu wanateseka, unakuta machozi inamwagika peke yake. That is when you utajua umeitwa. Wachana na kupatiana chakula zako ama pesa zako if you have not been called to do that. You are wasting your time. Bwana Yesu asifiwe sana. Until you feel this is beyond humanity. This is beyond. This can't happen. Unaona mpaka unaweza kutoa nguo zako uwapatie. That is the time unajua sasa imefika ya wewe kuanza kazi. Otherwise, wacha kungangana kwa sababu umekuta watu wakipatiana maguo na wao patiana. Utaenda uchi na hakuna kitu itafanyika kwako. Na Mungu ataendelea kubaki kuwa Mungu. Kwa hivyo ni vizuri sana uelewe kabisa, when God has called you, he takes you through a process, and in this process of God there are so many things are attained. There are so many things that are tests you have to go through. Kuna mitihani mingi. Utatoka hapa utapelekwa Germany kama Esteri, na ukifika Germany huko ukute kila kitu. Ulikuwa na biashara mzuri, ulikuwa na kazi mzuri, ulikuwa na kila kitu mzuri, lakini maisha yako inafugwa ukiwa Germany. Na inafugwa na Mungu atakupatia. Serikali itakuja inakupatia chakula ya watoto, chakula yako na rent inakulipia, lakini hakuna kazi. Unajaribu kufanya biashara aina yoyote, unakuta hakuna. Milango yako yote inafugwa. Ukijaribu kusaidia watu, Mungu anafuga zaidi. Hata ulikuwa unapatiwa na serikali, unasikia kumekuwa cheki yako ilitolewa lakini haikuji, kwa sababu you are doing not within the prescriptions of God's will. Everything must work within the timings and the seasons. That is why most of us either tumeenda beyond, tumeenda way ahead of the plan of God, or we delayed, we lost it. If you lost it, you will struggle to be where you're supposed to be. If you lost it, you will not make it again. You will not succeed. You will not go. You'll be planning everything and nothing will be working, because everything will work in postponement. Hallelujah. Everything that you'll be doing will be working in postponement. Every plan you do, unakuta, because this work is meant for next year. This work is meant for 2 years to come. This work is meant for 10 years to come. Whatever you plan, you will plan well, you will organize well, and everything you see, na utawacha kila kitu ikiwa sawa. But when it comes to sanction it, to start working, unasikia to postpone mpaka mwaka ingine. Why? Because time has not come. Na hiyo mwaka ingine ikifika, unaambiwa tena postpone mpaka mwaka ingine. Na hiyo mwaka ingine, because conditions and the situation will not allow you to do it. Nothing will allow you to do it, because it is not yet time. Because when you go to harvest a maize ambayo haijakomaa, hauwezi ukaikula, it will be waste. So God will not allow you to be harvested when you are not supposed to be harvested. He will wait until you are ready for that purpose. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wacha kungangana. Kama unasikia una mwito, kwenda kwanza tulia. Nenda Katoloni, nenda kwenye mlima, kaa huku, uliza Mungu, is it your time? Ukianza kuona umeanza kudhioma, umeanza kulimakanda na kulimakota, ande kwanza kabisa, hii ni makada ni yako ama ni ya watu? Maana kuna limakada yako na limakada ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usianze kuhurutuka huko ukihurutuka, na wakati wako wa kuhurutuka ni yako. Hiyo unafanya, it's meant for you. Wait until when it comes for other people, ndio utakuwa sanction, and you find things will be happening to us where. Na ukiona unalimakada na ni wewe peke yako, nobody is interpreting, nobody is knowing what you are saying, then it is for you, not for us. Angoja mpaka wakati yake ifike. Bwana Yesu asifiwe sana. So you have to wait.
You will have to wait for that thing to work. Tulianzisha, nilikwambia historia mchana. We started with Dawn preaching, but at some point we were stopped. Na tukaambiwa no more preaching. And from there tukaingia sasa kukunywa, tunafunga for 7 days. Tukifunga kufungua, tunafungua na chang'aa. Because we were not yet. Na Mungu alikuwa na to protect because of this day. God was protecting us because of this mission ambayo tuko nayo. This is a very critical mission. It's a critical mission because it is in the time of the revival. And we were chosen for the revival. So had we started early, tungekuja tukujikuta tumekuwa expired before we start. Do you know there are things that are expired before they start? Unakuta msichana ni msichana mdogo anafaa kuolewa, lakini ukimwangalia kulingana na maisha venye amepitia, already asha expire kabla hajaolewa. Akiolewa naendanga akiwa expired date. Hallelujah. Unapata mwanaume unakuta kimwanaume ni kizuri kama hiki, kimenyoroka vizuri, lakini already niko kwenye expired date because I started way early. So by the time nikuja kuanza kazi yangu, I'm tired already. There is nothing will happen to me. There is nothing, I will not be affecting anything because I'm already a retired officer. Bwana Yesu asifiwe sana. Because ulianza zamani ukachoka. When now you are supposed to work, already the materials in you zimekuwa exhausted. Kila kitu imetoka. Hallelujah. Msichana ulizaa ukiwa na miaka 12, ukazaa ukiwa na miaka 15, ukazaa ukiwa na miaka 18, hao ni watoto watatu. Ukazaa ukiwa na miaka 20. When you be married, uta-enjoy life? Uta-enjoy nini? Marriage. You never enjoy because all the time ni kunyonyesha, kwa sababu hivi vitoto vimekaa kama vilivyo vya nini vya paka. Ni viki viko pamoja. Sasa by the time unyonyeshe hata wakati wa kufanya kazi hautafanya kazi. You will not be employed because already you are a show. Ukienda huko anakuuliza how old are you, namwambia niko 21, anakuuliza can you your ID please. Unaangalia na kuangalia, anaangalia tena na kuangalia. Anajaribu kutafuta the person in the ID amuone kwako, anamkosa. Why? Because you started a journey earlier. Sasa umechoka in the process. Now the time you supposed to work, you are already tired. So you will not be able to perfect. And that is why many preachers and many people in the society, many people in the society who have been called, when they started early, they wasted their energies when they were supposed to reserve the energy. And when God has chosen you, for those who have been chosen by God, what God does, wakati aliona tumeanzisha makrusedi na tunafanya crusade ni mzuri na ikakuwa inakubalika sana, what God did, he stopped us. Because he knew there were watu wanaenda kuisha. Because wakati huo tungeanza kudanganya watu na venye watalete pesa, tungeanza kuprophesy kwa watu. Because at some point kuna wakati tulikuwa na shida mahali, tukiwa na Don nikamwambia nenda kuprophesy, na mimi nikamwambia nitatabiri. Don akaanza rebeketa nako kaka, nikamwambia kwenu kuna kifo. Bwana anasema kwenu kuna kifo. Rimaka linekete liatoro wosa yeka. Nikamwambia mnaenda kusikwa very soon. Bwana anasema mlete 200,000. Lakini tulikuwa tunajua ni familia iko na pesa. Bwana anasema mlete 200,000. 200 ilikibiliwa na ikaletwa mara moja na tukapatiwa. Kutoka hapo gari chui kwa baa kukamata kitu. Wakati Mungu alituangalia akaona hawa watoto wangu wataisha na mimi nawapaga wakuja wafanye revival, basi akatusimamisha. Nikahangaika nikakuja nikapatiwa wanawake 20. Wale nasemaga wa kanisa. Wa 20 ni those are the people God used to tame me. Waliniweka kwa kanisa ingine hapa. Nikakaa hapo. Wakanifuruga, sitoki na siendi. Niko hapo mpaka wakati ufike. God will arrest you. Atakuweka mahali, atakuleta watu watakusigira. Hauawachi, hawakuachi. Mnakaa na wao tu. Ukijaribu kwenda wanakukamata. Ukijaribu kukasirika wanakuleta, wanatoa hiyo makasiriko, wanakuchekeza. Ukienda kucheka wanakuweka makasiriko. You'll be stagnated forever. Utakaa hapo. Those are people meant by God to make sure you are disciplined for the next course. Kwa hivyo mtu akikuja unaona anakutesa kwako, kama ni bwana yako anakutesa, usijaribu kuanza kumuita shetani. Kwa maana wengine hapa umesoma kanisa kisomo kingine mnaanza kusema devil is a liar. It is not the devil is a liar, it is God in action. God is preparing you. God is planning you. You are yet to go there. Umeenda kanisa ingine umefukuzwa. Umeenda kule kwingine kufanya kazi, umejitolea yako yote lakini umekanyagwa nje. No. God is planning you because he knows these people will misuse you. These people will destroy you. These people will bring down what he has called you for. And instead what will happen? They will kill you and kill what is in you. And the purpose of God in you will not be realized. Therefore what he'll do? Utafukuzwa kanisa na utaichukia kabisa. What next move? Utaenda kutafuta kazi kwa bar.
ndio utaki usiende kanisa hata moja. In the bar utaenda kwa bar na uchukiwe na kila mwanaume. Wale watu wanakuja kuuza, unakuta kila mwanaume anakuchukia, lakini mwenye kazi anakupenda kwa sababu hauendagi short, haupotezagi pesa, maana hakuna mwanaume anakupenda. Sasa unakaa tu hapo sura baya, unachukiwa na unauliza, unataka baka kwa kioo, unajiangalia, unaona huko sawa, sura ni mzuri, unaona huko ni kuzuri, kila kitu ni sawa, ni kwa nini hawakupendi? It's God amekuweka veil na amekuprotect kwa bar, kwa sababu ukikaa na walokole kanisani watakumaliza. Ukikaa na pastor ambao ni wabaya watakumaliza. Ukikaa na wachungaji ambao wanajua kumaliza vipawa vya watu watakumaliza. So God will take you there. Where na ukikufikisha huko utapata kazi ya counter ya kuuza pombe pale. Na unachukiwa na kila mtu. Baka wale watu mnafanya nao kazi wanakuchukia. Ndio wanaume wasikupate wakuue pia. You will be hated by everybody. Alafu nakuta responsibilities nyumbani zinaongezeka, na zote zinaongezeka kwako. You will have no time to go out there. You will not have time to go for mambo ya raha. Utaishi hapo kufanya kazi until your time. That is arrest from God. Ask your neighbor, are you arrested? Kuna watu mnatafuta kazi all over. Nothing is working. You go every company refusing and you got the best paper. Yule alikuwa nyuma yako ni wa class 8, wewe ni wa university. Huyu wa class 8 anachukuliwa, unawachwa. Because you are supposed to stay at home until the day for your purpose starts, utapata kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. God will not allow you to go ahead of time if he has chosen you. And these are the people of the Jeremiah 1 verse 4. Before you were born, I knew you. I sanctified you. I set you apart and anointed you unto the nation, to become a prophet unto the nation. Those are not everybody. Not every Christian is for that verse. My dear brothers, usiende kuambia watu huko ati before I was born I was known. No! Hata labda haujulikani dunia hii, hata Mungu hajui kama kuna mtu kama wewe. You are existing by the grace, by the extension of being in a family that is known in heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. Not all are known. Don't do it because you are a Christian, you are known. No! You maybe only the angel knows you, but there are people known by God. There are people in the book of God. They are known. These are my servants. These are people with the purpose of my work. And there are people who are visited by angels. It is only the angel. Na wewe hapa utakagi tulale hapa kwa sababu atulivisiwa na angel. Na unapiga makelele mingi sana hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Go and identify and see whether God knows you, anakujua wewe you are in the purpose. When you are in the purpose of God, you will try to kill yourself, you can't die. They will try to plan accidents, you will not die. They will chase you from every part, you will not die. Until the purpose in you is fulfilled. And those people, for the purpose of God, they are here for a season. They are here for a timing of God, for a particular time that they are supposed to make. Moses was called. He was preserved where? Where the people who are planning, who are to kill him, the people who are destined to kill Moses are the people who kept Moses. Bwana Yesu asifiwe sana. That is when you know you are called. That when the enemy, the person you think is your greatest enemy, the person you think this is a person, hawa watu ndio maadui wetu wakubwa, hao ndio waliweka. Jesus was born and brought to Africa, and alikaa Africa for how many years? Barokole. For how many years? Your boss stayed in Africa? The man you follow, how many days he stayed in Africa? 3 days? Yeah? He stayed for 3 years in Africa. Bwana Yesu, until who died? Is Farao or Herod? Barokole. Until Herod dies. Until the Herod in you dies, that is when you will be brought back to your purpose. You will never come. They will never bring you back to the purpose God has selected you for until the Herod of your life dies. So ask your neighbor or ask yourself, is my Herod dead? Is my Herod dead? And why am I rushing there? Mbona najaribu kukimbia iko? Kama Herod hajafa, si ataenda kuniua. That is why God will preserve you.
That is why God will cause you not to have a job. That is why God will cause you not to have a marriage. That is why God will cause you to not to have anything on earth until you remain specifically for him, until you cry. Kuna watu wananiambia hapa ndio na mudhuri. Nionekane na Herode. Hallelujah. Na ndio nawaambiaga kabla mwanze kunifikiria mimi, endeni muombe kama nimemalizana na Herode wangu. Yes, before you see the tall and dark and handsome, go check whether I'm still in that struggle of the Herode. Ama bado tunaogopa nimefichwa huko Misri. It is not just a walk in the park. You have to understand, why am I? Jesus was called, yes, but he was the son of God. The Holy Spirit, Roho Mtakatifu ndiye alidukana miba kulingana na Biblia. Bwana asifiwe sana. Lakini alienda kufichwa wapi? Egypt. Mpaka Herode afe. Musa aliwekwa kwa Farao kwa nyumba huko, akatuzwa na akalindwa mpaka wakati aliua mtu. That is when his Farao died. Na kutoka hapo akatengenezewa barabara one by one mpaka akaenda kukutana na watoto wa nani? Father in law ni nani? Barokore. Jethro. I like kuita nyinyi barokore kwa sababu nyinyi ni wa Kristo fake. You don't understand the Bible. Muislamu muulize sura ya 35 Al-Hayat inasema namna gani? Atakusomea Kiarabu. Yote anakusomea kutoka kwa kichwa. Si kutoka. Sasa hapa nikiandika nikisema kidogo unakimbia kwa Biblia ama kwa simu yako. Christians are fake. Fake, completely fake. Na mnasema hawa hataenda mbinguni. No, hata kama ni wewe unaweza kuchukua nani? Mtu anaelewa kile kitu anafanya ama mtu hajielewi? Yes. Ndio nana wale wanabarikiwa kutuliko. 90% of employers in Kenya, they are Muslims. 90% of employers and 90% of people employed are Christian. Why? At what time tulikuja kukua mtoto wa maid ndiye amekuandika? Yes. I'm not speaking chukia maid. Lakini Haga ni mtoto wa nani? Ismaili mtoto wa nani? Si ni wa maid? Huyo mtoto si ndiye amekuajiri kazi? Huyo mtoto ndiye anakufanyia unafanya biashara zake? Huyo mtoto si ndiye import kila kitu? Ilifikaje? Wewe ni wa first house. Wale watu wa uji hata walifukuzwa. Waliambiwa tokeni hapa mwendeni. Lakini sasa they are feeding you. Hauwezi kuendesha gari barabara yako bila mafuta yao. What happened with you? Hauwezi hizi nguo zote mmefanya ni zao. Kila kitu. Mande kesho unakuja uko na barua za watoto wako wamemaliza university. Unaanza kukuja kwa ati niombe mtoto wangu apate kazi. Na kule umeapply ni kwa mtoto wa maid. At what time blessings zilibadilishwa? Zikaenda kwa maid, tukabaki sisi mama wetu mama wakabo, tunaitwa mama wakabo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. You have to regain yourself. You have to capture what belongs to you. You have to conquer what belongs to you for you to be called a son. You have to regain the sonship. Because as of now we are not. Tumerushwa nje. Tunakula huko makorofia huko nje. Ndio wenye mikahawa yote, biashara zote za Nairobi ni zao. Kila kitu ni zao. Where did we hit a rock? Tulipiga jiwe wapi? Where did it stop? Bwana asifiwe sana. You must ask yourself a question. Why is it they have dominated everything? If you go to any slaughterhouse, the any meat, it must be expected. Is it expected? No. Inspected. Oh yeah. Inspected by them. Ndio ikuwe halal. But you a Christian, they cannot eat the meat from you because it is not halal. What went wrong? That it is them who has the power to decide. It is your slaughterhouse in Kiserian. It is your slaughterhouse in Remuru. It is your slaughterhouse in Jiro. But they control the decision whether the meat will be eaten or not. It is them. Hallelujah. That is where we lost the game. That is where you lost your calling. Now, after losing the calling, you are subjected to persecution. You are subjected to humiliation. You are subjected to rejection. You are subjected to the forces that will hinder you from succeeding, from going. Because an obstacle will be put. And that is because when you lost the move, when you lost
what God has in for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, so the proof in the book of Proverbs, can somebody read for me the book of Proverbs 3 verse 5? The book of Proverbs 3 verse 5. Quickly, please, people of the media. The proof for you to understand that you are in the will of God, you will cry. When you find whatever you are doing imekufanya ulie machozi, then that's the time you come kujua. It is what? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. The day you will trust your Lord in all, in everything, that in the Lord with all your heart and lean not on your own, you must completely be in the process of God. You must completely lean only not on your own understanding, but on the understanding of God. That you allow God to do his job. You allow God to direct you. You allow God to make you go where you're supposed to go. You allow God to call you. You allow God to speak to you. You allow God to command you. You allow God to do. When I'm in my office, you call me to ende tutoke tuende mahali. I won't go until I hear the voice from God. Now you can go. This gentleman came here that day. Alikuja hapa asubuhi saa 2 tuende mahali tuko tunaenda. But tulitoka hapa saa 10. Because I have to wait until I'm told go. I can't go. Na nikiambiwa nisikupatie pesa, ni uniombe pesa, hata nione nikukufa unakufa, nitaogojea Mungu anipatie the next instruction. Kama ni yakuja kununua jeneza, nitakuja. Lakini I can't give you. I can't until I'm told give them or give him. Why? Because I don't lean on my own knowledge. I don't lean on my own self. I lean on the knowledge of God. I lean on the plans of God. I lean on what God is instructing to me. That is why I normally tell you, I don't have a friend. I don't have. Because I will be cheating you. You'll be hoping that I'm working with you. Tomorrow nikute hata sitaki kukuona. Why? Because I don't need you. Hallelujah. God has told me, move. Na wewe unataka tupite hii barabara kwa sababu hiyo ndio uliona tukienda jana. Na Mungu anataka nipite hii. I will not do what you want me to do. I will be on the opposite of you. Therefore, you be humiliated. You be surprised. You be thinking, oh my God. Oh, hallelujah. Oh, no, sorry. So he can do this to me? Yes, I can do. As long as I don't walk on your path. I walk on the path commanded to me by God. When you release yourself, become a vessel of the will of God, a vessel of the plan of God, a vessel of the genuine plans that God has created you. The path that you walk are from God, then you will succeed in every move. You will never fail. Anything you touch on, it will be working because it is no longer you, it is the plan of God. And the plan of God, God makes them perfect. Hallelujah. Hallelujah. I can see so many people are so surprised. So this man is tunambia kwa mzuri. Yes, I'm not good. If you are coming to me, we do the plan that you have. Never expect anything from me. I will frustrate you. You will cry because of me. I have made people to cry here. Because wale walikuwa wameona Torah hadi some. What is the purpose of God's calling? The purpose of God calling, it is to separate his chosen one. The purpose of God calling you is to remove you from among people. In the book of Hebrews 5, the Bible says that the high priest is chosen from among men. Hallelujah. He is chosen from among men so that he may do the will of God to men. Can I have it, please? He's chosen from among men so that he can do the will of God to men. He's not going to do the will of men to men, but the will of God to men. So there is no single time this man will rise up in the morning to go and make people happy, to go and make people like, look, that wampende. It is not a campaign mood. It's not a campaign situation. You only do the will of God. Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God. So when you are representing the people in matters related to God, you do absolutely the will of God.
the will of God. There is nothing you can do. He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness. He is not perfect. Anybody that has been called by God, he is not perfect. If there is any weak person, is the man called by God. The people you see, like a person we are seeing here, they are the most weakest people. People that you can never trust. You will think they are lying to you, but they are being controlled. They don't do their will. They don't go according to you. According to the level of how we level and we measure our weaknesses, the men and the women of God are the weakest. The people selected by God. The selected one. Not the people chosen by people. Not the people that because you have gone to college and now you've come here, we have ordained you and we've made you a pastor here. No. Those people are those people of a calling. They have a calling since they were born. Before you were born, I knew you. I set you apart. I sanctified you. And I anointed you to become a prophet unto the nation. Before your mother and your father came together, I knew you. Before your grandfather and your grandmother came together, I knew you. So you are not an ordinary person. You are an extraordinary person. You are not a normal person. You are an abnormal person. Nobody will be able to understand you. When you find people are understanding you, you are not called. Hallelujah. Kikuta wanasema pastor wito ni mwega. Kai pastor wito ni mwega. Atwara gedia goroshi tashika hawalera. They have understood you. You are not called. No single pastor, no single man of God that goes in the will of the people. They go in the will of God. And in most occasions they go against you. Because for him is about doing the perfect word of God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And number 2, it is to make them holy unto himself. Why? The purpose of God is to make people holy unto himself. So that is why he will isolate you from anybody else, and from anything, and from any business, and from any church, and from any pastor, and from any evangelist, and from any boss. He will just put you isolated because he wants himself for you and you for himself. Nothing else. No contamination. When you stand here, you will be speaking the truth of God. When you stand here, you will be telling people how God wants to be. When you stand here, you will only be talking the will of God, not the will and the plan of people. So when you are in the will, when you are in the purpose of God, he chooses your life. You don't choose your life. He chooses who to be with you, not whom you are going to be with. No, it is him to decide. You are going tomorrow to be working with this. Tomorrow you will be in this town. Tomorrow you will be in this business. Tomorrow you will be in this church. And that is what will be happening. Nothing beyond that. You will not find anything that it is nothing they'll do. In the book of Romans 1 verse number 7, and then you will be checking on 1 Corinthians 1:2. We are called so that we may enter into the fellowship with his son. That is why we are called, that we may be able to enter into the fellowship. To all in Rome who are loved by God and are called to be his holy people, grace and peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ. So we are called to be his holy people. That is why he will let you go through a very difficult situation, a very difficult moment. That is why your family will reject you. That is why wherever you go to America, you'll be rejected. You go to Germany, you'll be rejected. You go to UK, you'll be rejected. You come to Kenya, they will reject you because you are being trained. You are being trained. You are being modeled to become that vessel that God wants to use. That is the hardship of a calling. And if you have not cried, you are not yet. You are not called. Kama haujalia, bado hujaitwa. Until a day you will cry. Until you will just pray for the earth is ipasuke uikumeze huko chini. Until you go, you will want to be where in huko Garissa in the wilderness alone. Until you just want to walk and na utembee tu mpaka usikie gari nataka kukugoga ikugoge ukufe utoke kwa hii dunia. Until you are in that angle, you have not reached there. Don't wacha kutusubua na makelele mingi. Yes. Tell your neighbor wacha na makelele mingi. Ngojea tutakuona.
Mwambie ngojea tutakuona. Yes. In 1 Corinthians, to the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be a holy people, together with all those everywhere who call on the name of the Lord Jesus Christ, their Lord is ours and ours. We have a purpose. We have a purpose with God. He makes us holy unto himself. So that is why you are pure. You are purified. And be purified. To be purified, my dear brothers and sisters, Pastor Karanja, to be purified, it is when nothing will be holding on to you. Every circus of your body will be removed. Everything, every pride in you will be removed. And everything that can stop you worship God, or believe in God, or walk as with the plan of God, everything itatolewa. Utakuja hapa kanisani, unafrustratiwa na watu wa kanisa. The people you think are going to heaven, watakufrustrate na sio wao. It is ni circus zinatolewa, ni pride ile ulikuja nao. Ulikuja na kale kakiatu kanagalia mbinguni, unakanyaga ni kama dunia imebodeka bodeka. Unakanyaga hivi, ukigia choo kama hile ukute imemwagika tu maji, unaenda paki gari, unagurumisha gari, unaenda Serena kwenda kukojoa, ama unaweza kupupu Serena, because you are carrying Lucozade, ndio unapeleka Serena. Unaacha badala ufagie hapa, unaenda Serena, kule kumefagiliwa na wanyama. Si binadamu wamefagia Serena, ni wanyama. Until you come to realize that you got the right to wash the toilet, uchukue kifagio uimeke kwe neat, that is when you know you are being called. Lakini wakati utagurumisha gari yako kwa sababu kumekojolewa, mikojo imekaa, na mwingine alienda kwa sababu ya speed, tulihubiri sana masaa mingi, akakuwa amefugilia, lakini alipofika kule, unajua karibu kikaribia ndio inawachiliaga kwa haraka na speed na power and velocity. Unakuta besheni mzima imekuwa imedekoratiwa. Haleluya. Mungu anakataga break za makojo. Ukiwa ndani ya gari ukienda Serena, unasikia imekukamata vizuri, break zinakatika, inamwagika. Sasa ukifika Serena unashindwa kutoka. Hapa hautarudi, utakaa kwa gari yako. Ndio unajua umeitwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yes. Let us what happens when God calls you? These are subtopics. I want to go a little bit faster because of the time. Nilisema tutakuwa tukidedicate the time. What happens when God calls you? You live your own life. When God has called you, everything that you used to do, you will not be doing. Every kind of friends that you mumekuwa na wao, they will just disappear from you. Every kind of anything that mlikuwa nazo, unakuta umeziacha. God will bring you the people that he wants you to walk with. God will take you to places. Unakuta ulikuwa naishi Thika, umebadilisha umepelekwa Mombasa. Ulikuwa naishi Mombasa, umebadilisha umepelekwa Kisii. Umekuwa naishi Kisii, umebadilisha umepelekwa Kampala. Why? Because that is the plan of God. He will not allow you to sit with the former people ambao mlikuwa mnakaa na wao. He will not allow you to work, to do in the business ambazo mlikuwa nafanya formerly. He will not allow you to be with the friends ambao mlikuwa nazo formerly. He will create new people for you. They are people for the next level. The business for the next level, the ministry for the next level. Kuna mtu ambaye atakuwa hapa, like when the time for the calling imekuja, unaona amerushwa mpaka Garissa, anajaribu kukuja hapa, inashindikana. Why? Because the level ambao Mungu anataka kukuweka iko Garissa. Mateso ambao utapitia, the level kichungi na moto ile atakupitishia, haiko Nairobi, iko Garissa. Sasa hivyo lazima uchomwe, lazima utengenezwe vizuri, lazima uundwe, lazima ufanye panel beating vizuri, usukumwe vizuri. Ukichomoka utachomoka ukiwa chuma ambao kila mtu atatamania. That is when you know you are called. Kama hujafiinywa, hujalia, you are not called. Bwana Yesu asifiwe sana. If you are still in your comfort zone, you are still struggling. You are still planning, una plan. Ndio unaambia mtu, kama vile Abrahamu alimwambia mke wake, akamwambia tumeambiwa na Mungu tutoke hapa tuende kwingine. You are still in your comfort zone. Until when you are not in your comfort zone, you are in the wilderness, you are meeting the Americans, you are meeting the Midianites around, wanakupiga vita, wanakunyang'anya vitu zako, wanakurarua, manguo zako zinararua, unakuwa na ma-injuries, unakuwa na ma-dents all over. Kanisani ulikuja hapa, ukuja na unabii yako ilikuja ikakanyagwa ikazimwa, ulikuja ukiwa mchungaji ukazimwa,
ulikuja ukakuwa kila kitu ukazimwa, ulikuja ukuwa na pesa zako ukazimwa, ulikuja na ujuaji mwingi ukazimwa, until umezimwa, umezimika mpaka unajua how to handle a situation. That is when that's when you know you are called. Kama haujafinywa mami, shosho. Ona ina miaka 90. Ina miaka hiyo na leo 1919. Kutoka 1919 ni miaka ngapi? 1919. 104. Huyu mama ako na 104. Look, kai. Tajigera kwa. Jigera kwa ginye 100. Diko atenda urenda kugia hakini ki. Kira tomawe gie. Haha kihara-ini. Giki. 104 and she's strong and going. Na uko na 35 na umeanza kuenda hivi. Hallelujah. That's why I like this church. It's a church where you have all the ages. All the ages. From the youngest to the oldest. Yes. Na wanafurahia kukaa hapa. Na tutigua makenuka. Tuigua mageturanima. Hallelujah. Ewe mwewe na miaka igana? Wewe na miaka igana? 75. Yes, I like that. 75. Na uko na 25. Na hata dureka gato huhia guko. Hallelujah. What happens when God calls you? You are reorganized. Genesis 11 verse 10. When God calls you, expect reorganization. You will not be the same person again. You will not be doing the same things you are doing yesterday. You will not be in the same position you were yesterday. You will completely be reorganized. Utafutwa kazi. Huko ulikuwa manager, utafutwa. Na kule utaenda kuajiriwa, utajiriwa kwa kioski. Yes. So muanze kupanda na Mungu ukimtegemea. Maana kule ulikuwa manager, ulikuwa unalipwa 100,000. Na ulikuwa na gari ya kampuni, na driver, na body, na mtu wa kukufungulia mlango. Until you know how maana ya kufunguliwa mlango ni nini, utarudishwa kwa kioski. Utapanda vizuri. Until ujue maana ya kuwa tajiri, utafukuswa, utafungiwa nyumba. Ulale kwa mtaro na hakuna mtu atakuhurumia. Unaenda kwa brother yako anakuangalia na macho anasema, "Wewe ndio watu wale tiaroga yatashia siakwa." Yes. Wanakusema toka au teenager. Unaenda unalala nje na watoto vikege vinakulilia. Mom, what did we do wrong? Huyu mkuu wako na unashidaka ukimuomba. Hawezi kutusikia sasa. Aoni tuko kwa giza. Humiliation. Until you reach there, you are completely reorganized. Utapangwa upya, ukubali. Haraka haraka upagwe kabla hujapagwa. Ukianza kubingangana, atenie dikeka, I am a manager. I have to look for a job. A good paying job. Sasa hiyo si umezoea kuvaa maglasses zile tunaekeleaga hapa kama zile za karaja za kuekelea hapa kwa mapua. I'm looking for a good paying job where I find a driver to drive me and specifically you have to give me a car that I want. A Prado for that matter or a Pajero. My friend, watakupatia a regret letter. Unaenda kwa kampuni nyingine, you qualify, you have every qualification, they give you a regret letter. Unaenda kwa nyingine kwa sababu uko na to saving, you are not worried. Uko na to saving. To saving tunaenda miezi 6 tunakatika, tunaisha. Hapo sasa lugha ndio inaanza kubadilika. Ulikuwa unaenda hivi kama mgongo imewekwa spinal cord ya plastic, unasimama hivi kama umewekwa bao. Na walking style ulikuwa unatembea kwa walking style nyingine inaendanga ni kama majeshi ya Amerika ikimarch. Sasa kwa sababu ya shida ile imekukamata kwako, rent umeandikiwa, unahama ile nyumba ulikuwa unalipa 100,000, unateremka nyumba ya 15k. Unakaa miezi ingine 3 unateremka nyumba ya 5k. Sasa hiyo ndio nakutaka unatembea hivi. Na Big G ile ingine, ile around kanaitwa kwaje? Ile ya body kama unajua ni ngumu, inakusustain long.
na macho umekodoa uone business opportunity or job opportunity. Macho baka inakodoka, inakuwa kodokodo kubwa kubwa, ndio uone mahali kuna kazi. Usipite kibao baka unaenda ukimuuliza atakwambia ni vibao vigani vingapi kutoka hapa kwenda Kayole za Mugaga wa kutoka TZ, atakwambia ni ngapi, kwa sababu amekuwa kienda kiangalia kibao kama kimeandikwa job available. Remember, haukuwa, you could not even dare do that until now you are pressed down, shaken together to produce that which God wants you to become. You will never become until the whole you that has been bragging around is completely destroyed. God will demolish you. God will demolish your foundation, will demolish your finances, will demolish mpaka watoto wako watakuondokea wote, na watoto wako wote watakosa kazi, utakosa kazi, kila mtu, you will cause trouble in your family. Until watoto wako wanaenda wanaambiwa na ago, mnajua ni mama yenu na warogaga, na watakubali. Watoto wote wanatoroka wanaenda kwa anko. Ukiwapigia simu ukamwambia mama